Orio muno omulori muherwa ebise bya hola ohurera bro monyi bosi owandu weherehe muchimbe kachefwe cha Mumboni Chiribusia Vihiga Kakamega Trans Nzoia alala nende Bungoma hurera karekosi akabanike horehe muchingongo chefwe madala kefwe alala nende chimbe kachefwe ohurula hungangara ya Western Nyota TV kulanga huri Amakeni ambi kumakeni karya ende mahuwa karya ende humonyo kuria obandu horehe muchimbe kachikawohane echa mumbo kumera nese Priska Achuki ngalanda yori na piu stangausi nuchaka ndekana Amakeni akabanike horehe mumbeka ya Kakamega iwiki ya were huri kwaruchi huri abana bangi bosirisie ohubira amarebo aka primary KCPE ne hurlambeka ya Kakamega hubera nende msoriri olangwari Alvin Juma alala nende Eva Ngaira abana ba birira marebo kaboka KCP ne barero busangafu mubikuli byabwe alala nde abebusi bwabwe hakurikase kanuko sinikarerwa ohurula mumbeka ya Kakamega. Ni sauti jabe buline ndabana babureri jera nendo kunyola maximum no kutekulu wokuranga kumera jeunita jeri nenda Alvin Juma nibongosa abana banyolra max kenako. I'm Fanon Kataka. I'm really grateful to God for this day and for the marks I've got, and also to my teachers and also my parents who have stepped out to make sure that I was in school. And also my career aspiration, I want to be a neurosurgeon in future, aspiring to join the Nairobi school. Yeah. My name is Eva Ngaira. First of all, I'd like to thank God for the fact that He has brought me. Ever since nursery, He has kept me safe and alive. Even now, I've completed my primary education, and even He has enabled me to get 405 marks. Though it was not what I had expected, I still thank Him for the fact that for the marks that I've gotten, and I'm really proud of them. As for my teachers, I thank them for they have spent a lot of time with me to nurture me and to enable me to get these marks. I even like to thank my parents. They have even spent their time talking to me, encouraging me. Nivala kainende ngungara ino habibulwe nabo nibongoswa nenda mama Ruth Ngaira belezero buyanze bwabo kulondakana nenda matokeo kabanyolire nebabola mbu corona yenyirenje kukosya masomo kabana babo. When I remember very well, the father left Fanon when he was in class 1, and I just want to thank God because He has made me to be proud, to be a single mother, a single parent, and then the child to succeed the way he has done. I want to thank God. I also want to thank the teachers of Sisanjiro Primary School. It has not been easy for me with Fanon in this school because all the time he has been sick, but God has made us proud today. I also want to thank each and everybody who has contributed to success of Fanon, and I know that the Lord is going to be with Fanon so that he can be able to accomplish his dream of being a neurosurgeon. Peris Kataka, Nyanyo Fanon Wapito. I'm very happy for his success. May God bless him abundantly. Thank you. Na ninashukuru pia walimu. Nimesumbua sana walimu hapa. Walimu, asante sana kunivumilia. Nimefanya kazi kwa mtoto wangu tangu akuwe nursery mpaka class 8. Ninawashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mlifanya. Kulonda kana nende master wa school yeneyo omwami Jonathan Mulunda aborembu amasaya nende bidii abalimu changianga abundu akali ku masomo kabana benabo. The school is a Catholic sponsored school. We normally pray every Wednesday, and every day we have kept God first in the school. Number 2, there is good administration offered by the head teacher, Sister Caroline Wanjala, and in this case she ensures that there is good learning environment in Isanjiro Primary School. All the teachers feel needed at the school. They don't feel out of place. They are enjoying their work. The parents too are supportive. The children are disciplined. They take in the instructions given by the teachers. They follow the school rules.
and they are able to understand what the teachers are teaching in class because of that discipline. Katakario mwalimu Edward Titindi aborere mbu skuli ye Isanjiro ivere nenda abalimu berusyango kusomya bachirange skuli yeneyo niendelee kuba number 1 mkaundi ye Malava. Neema ya Mungu imetuwezesha kubaki number 1 this region. Na tunashukuru. Nashukuru pia walimu wa shule na wanafunzi. We have remained top in this region because of 3 things. 1, God is grace. Teachers, pupils and parents of this school are so spiritual, they know God. And for sure, God has always answered our prayers. Number 2, teamwork of the teachers. Here, our administration does not follow us up. Walimu ni walimu wa kujituma, tuko na jeshi na walimu 37 na wote wanajituma. Wanafunzi vile vile wako na discipline. Okurula mkaunti Kakamega ne reporter ngangare Western Nyota Nangori Sami Shionga. Orio muno mulari muherwa kwendelela nafu Amakeni kare kabanka kwireo mumbeka ya Kakamega nubonela Amakeni kelekano mwami Juma asavire bamenyi ni bari masika mumbeka ya Kakamega vamede hufala barakoa ohukaira obulwaye obwa corona ahura kesa kanokosi ni karera mwichufu nende muna mahoefu Shionga nalaka enenda behuri babera masika kenako na shiruhu bakuma omwami Juma Inzai asaire abamenyi benabo kulonda malago ka wizara ya afya ko kufala ishitamba ishifunikango munwa ili balisho kunyola bulwala bwa corona balera mugeni tofukamata nole jano ane bolofukamata yebo lofukamata sitabola fama turutawe ko kunwa wengine hawana ingawa engine tunataka mmocheliza sana wewe tufukamata ningelipenda tuendelee hivyo ni ufukamata fulo bandu bai badala nobo nuru ishikamate nina uhakika watu wote wako naye nobo ishikamate ndio lazima mfuko na msemo enda kabema zike iwanje ndebeni wachele ka babu ufukamate ndio alika mkono mlete kwa sasa ya kushikamate ndio ndio shanga pero kwa mjina kanabe mbikirani hivi vitu sio vya kuweka hapa. Sio vya kuweka hapa. Wachezi wao kwa mfukati fanya vitendo na nguvu na tawi. Hapa. Hiyo. Bacheri, ndio ngana bandu wapeleta bwa. Kuki. Waje tuende nyumbani. Mkipenda tu. Hiyo ni tafadhali. Sistumi lazima lakini tafadhali waje tuende. Leo mshiribu muno yikone shiribu chini. Abandu sikira mushiribu fungua kete watu waende nyumbani akera basani mukende ko bula yasani kulonda kana nendo mulondero wa chifu buleka bwenobo omwami John Wadongo aborere mbusu wetse kwala omichango cyo bukhonyi muchirekero shenesho tawe shikira nikikureta bamenyi bena balirani kibaramo hatari yo kunyola bulwala bwa corona nobele kwini kwa hiyo warubini tuelewe corona iko lastly tuko na mipango ambayo huwa tunafanya mvyetu akikufa ikiwemo mipango ya harambee. Nataka niwaambie sisi hatutakataza harambee, tunajua harambee inatusaidia, lakini the condition itself has cost us. Sasa wewe ukiambiwa hakuna mikutano na wewe unasema bandu haluta harambee, kweli kuna harambee kweli? Takwenda angabulana buri kepasa location. Kama tuko na shida, wacha tujitegemee kwanza kwa muda mchache. Baada ya corona, tutainvolve marafiki zetu na watu watajaa kwa sublocation, tufanye harambee kama kawaida. Harambee imefanya watu wengi, hata sisi wa mami tumefutwa kazi kule nje kwa sababu ya hii harambee. Na ojenda ngoro harambee, hakuna kitu kama hicho. Okurula mkaunti ya Kakamega ne reporter ngare Western Nyota Nangori Sami Shionga. Orio muherwa kwendela nafu Amakeni kare kabanka kwireo mumbeka ya Kakamega nubonelea na Amakeni kenekano kuberende makimekesio ama masomo okurula mumbeka ya Kakamega ubana abesihana alande abana baraga
amasomo kano amamekese kano kabere ohuhonyera bamama alande bana bese haye ohumenyalala ndo kuberesa siribwa bakulundu babwe alala nende bebusi babwe besi sacha hahurekeresi Milka Chiriswa ohurula Mumbeka ya Kakamega na Rwelesia ahulondohana na masomo kene kano nivalakaya nende ng'ang'araino abamenyi benabo nibongoswa nende mama Milka Chiriswa baborembu kula satino sibezo khulekha bana babo balonde tsinjira tsimbitawe khulokhuba bezo khubasomya makhuba kabanyolere bulano. Mimi ni mkaaji wa Mzuma hapa. Ukweli hakika leo tumepata mafunzo mzuri kutoka Mwendo. Tumeambiwa maneno mengi kuhusu vile tunaweza kulea watoto, vile tunaweza kukaa nyumbani na wazee wetu, vile tunaweza kukaa na watoto yale wameachwa yatima, vile tunaweza kuguide our children like girls, kuwafundisha vile they can prepare how they are, au vile wakisa kuwa wakubwa under 18 years, vile watakaa na kuchikaa na kuchikinga, kukaa na watoto wako in your room, in your private room without the father. Unawaambia bila kuokopa. Even boys, you can tell them the reality, how they can stay, how they can prevent through sexual, kufanya mapenzi. Unawaambia watoto kaa vizuri, usifanye mapenzi na yule, hii kitu itakuletea madhara. Na nimefurahi leo kwa mafunzo leo ambayo tumepata kwa hii na nikamendo organization ya Mwendo imetufunza vizuri jinsi vile tunaweza kukaa kwa maboma zetu na watoto wetu alafu na bibi zetu. Tumefurahi sana. Kulondagana nendo muhongo uteteyanga ziyaki ziyavana mama Zipora Livui aborembu kama muungano bamukusoma bebusa banji mufukwenyi mbalimbali olokhuba abanji babo bakosanga balaliwo khumanya tawe. Tulionelea kwamba watoto wengi vijijini wananyanyazwa sana. Zaidi watoto wasichana. Watoto wasichana wanapewa mimba na watu wasiojulikana ama watu wenye wanajulikana kisha wanasema ya kwamba sio wao. Alafu kitu ingine tena, watoto wakishapata mimba, ripoti zao ama maneno yao mengi inaishia mabomani. Kama sasa wazee wa kijiji wanafanya kangaroo court na wanaamua maneno yao bila ya kuzingatia watoto kwamba yafaa wafatwe wapate haki zao. Naye mulonderi wa chifu buleka bwenobo mwami Kerisha Matanza aborembu ofitiko funji fukholekhananga mushikwenyi shishe fukirire nabukula hatuwa yokhulanga bahongo benabo ili basome abandu babe mu burambi. Kwa hivyo kikao imekuwa mzuri. Hao wananchi wa Mzuma wamefunzwa sana, wamefunzwa vile watakaa na watoto. Musangafu wange omulori muherwa ohurera Amakeni kabanika kwire omuchimbe kachikabohane echa mumbo kuringala Amakeni akabanike horehe Mumbeka Kakamega horingaleho bwebusia bichirire biriye amana Amakeni akabanike horehe Mumbeka yeneyo. Abamaki amanyalobo lori baada ya marebo biruo khumaka khulola khumbe kweli bana bosirisie kiwango iria ya serikali ya kulibani bore iri yosirisie. Abamaki ba marebo baada ya marebo aka abana aba form 4 ama ba secondary humala amarebo kenako basabire serikali mbo imende huringala ngulwa banosirisia abamaki buno endo huba beresia ingira iria ikwanisi bwe hula Mumbeka ya Nairobi. Ahulekeza kanokosi nikabolwa nende abamaki bene. Tunasisitiza ya kwamba waziri pamoja na CEO wa NEC they take an urgent measure kuhakikisha ya kwamba maslahi ya watahini yatakuwa sawasawa na kasi la sivyo venye katibu amesema watahini wengi wasifike Nairobi kwa sababu maslahi yao hayatakuwa yanaangaliwa. If not, we are afraid that very few examiners might turn up for marking, hence jeopardizing this national exercise. Wale ambao watahiniwa wameombwa ya kwamba watafute nauli ama karo wasafiri Nairobi. Ombi letu kwa kanso ya kusimamia mitihani ni kwamba wana nambari za simu za watahini. Ingekuwa bora hiyo pesa iwasilishwe kupitia kwa nambari yao ya simu ili sasa kanso iwangoje kule Nairobi. Hao ni wafanyikazi maalum sana
and they are offering essential services kwa taifa letu tukufu la Kenya. Ingekuwa ombi letu kwa serikali na Wizara ya Elimu pamoja na Kenya National Examination Council ya kwamba let us have designated airports ama airstrips ili our examiners, kwa mfano kama ni Kisumu, waende wakusanyike mahali pale, wabebwe ili wafanye kazi hiyo. Wote tunajua ya kwamba kuna baadhi ya examiners, kwa mfano wale ambao wana mark agriculture paper 443/3, wale ambao wana mark home science ambayo ni paper 441/3, na wale ambao wana mark computer studies paper 451/3. Our examiners hawatambuliki ama hawatambuliwi na Kenya National Examination Council, lakini wasipowasilisha marks ya hizo makaratasi, mitihani haiwezi kutolewa. Na hao sio wale ambao watasafiri Nairobi. Ni ombi letu pia kwamba wacha council pia ipate kuwatambua wasimamizi wa mtihani ambao wamepatiwa jina kubwa kabisa ya kwamba wanaitwa deputy center managers, ambao ni deputy principals. Not even a single remuneration, hawapatiwi hata shilingi moja ya kuchunga nidhamu and to ensure smooth running and administration of exams. So it is our appeal to the Kenya National Examination Council ya kwamba such malpractices should be addressed. Supervision and invigilation monies have stagnated at a figure of 650 for supervisors and 500 shillings for invigilators from 1997 to date. So we are also requesting the council, if these examiners or contracted officers are offering essential services, they should revise these particular figures by 100%. Since we are also living in very abnormal times that require extraordinary measures, we are requesting that as the examiners are starting their journey to Nairobi, which is a very hot spot for corona, exam marking fee per script should be raised to 200 shillings minimum, from some at 47, 52, let it be made at 200 shillings being the bare minimum. If not, we are afraid that very few examiners might turn up for marking, hence jeopardizing this national exercise. Oriabuno muloro muherwa nukuendelea ndema huwa Amakeni kabanika kwira mumbeka Busia omusorire mlala arerere ohurura murdala fulani baada yo hukwa murina ohulolo kana nende abene familia ama bahana ba namasano wabolabari akwira murinero narula ohumwa amalwa hapo kese kana kosi ni karera mbuchifu ohurula mlukongo lweno. Huyo ndugu yangu anaitwa Lazarus Wandera, mimi ndio namfuata. Ilikuwa jana usiku wakati wa saa 2 ndio nilikuwa naye. Basi tukaachana naye. Naishi naye kwa boma moja. Ndio saa hizi natoka kazi, wamenipigia tu simu kwamba ndugu yake ameniacha. Ndio namkuta kama yuko ndani ya shimo, sijui alipatikana namna gani. Aliyefariki ni shemeji yangu. Mwisho kuwa na yeye ilikuwa ni siku 3 zilizopita. Na kwanza hiyo siku sijamuona, ambapo leo asubuhi tumepata ripoti. Jirani mwenye boma hapa alikuja kutuita asubuhi kwa nyumba, aliita mume wangu. Akakuja akimwambia kwamba kuna mtu ameanguka kwa shimo. Alipokuja kweli mume wangu alichukua jukumu, akaingia mpaka ndani ya shimo, ni ndugu yake. Na kweli vile alifika ndani akahakikisha kwamba hana uhai. Mahali alikuwa anatoka sijui, lakini alikuwa anatoka kwa boma fulani ya jirani akienda nyumbani kwake. Ndio akapatikana hii kisanga. Ni kisa cha kusikitisha sana. Maana yake brother yangu akuingi wa maneno,
wenye kuchimba vyoo ama mashimo ya maji, tafadhalini mkichimba hakikisheni mnaweka hata miti za kuzuia mtu kutumbukiza ndani. Sasa mmeleta gharama kubwa sana, kwa maana hata uhai wa mtu haulinganishwi na pesa wala kitu chochote. Ningeomba tu watu wale wa majirani ambao wanachimba choo bila kuweka kumalizia ama kuweka miti ili kuzuia mtu asianguke ndani ama kitu chochote kisianguke ndani. Mara kwa mingi tumekataza watu kuacha mashimo wazi, lakini vile watu wetu wamekuwa vichwa ngumu, hawasikii. Mara kwa mara tumewaambia na hawasikii, na nadhani leo wameona, na kuanzia leo mtu yeyote mwenye ako na shimo na iko wazi tutaifunika kwa gharama yake kuanzia leo, kwa maana tumekataza, na nadhani wameona umuhimu. Serikali ikikataa kitu umuhimu, sasa tumepoteza huyu kijana mdogo ambaye alikuwa bado na maisha ya kuishi. Jambo la msingi ambalo naelezea ni kwamba unywaji wa pombe haramu ya chang'aa linasababishia haya maafa. Kuna uwezekano alikunywa chang'aa hapa, na wakati alikuwa anaenda kwake ambapo sio mbali na hapa ndio akaanguka kwenye shimo la choo. Alipotea njia kwa kurudi hapa nyumbani. Ndio tunasema kwamba tusikunywe pombe bila kujua inatuelekeza aje. Akitoka huwa anarudi tu kawaida. Sasa alienda kwenye kituo cha chang'aa, inasemekana aliitisha pombe ya 50 bob. Mwenye chang'aa akamwambia umelewa, siwezi kuuzia pombe. Akashika njia ya kurudi nyumbani, akapotea na akatumbukia kwenye shimo la choo. Kama alifikiria ndio kwa ile barabara. Kwa watu hapa wanaenda kuripoti kwa tutagerosha ndani. Asi hakwamo. Kuna mwingine anataka kuongea. Sisi ndio jiona leo. Kwa sababu manya vindi vya kwanza mtu namna. Para manya kwa bandu. Mweke ripoti ya estate yenye ni kula mkutano sio itanga. Nano sasa ngo ndio ameharibu Afuleni akabwa yemera dira ngano kubuta yakano mwana dola karibu za moja na nusu. Nobusanga fubwange omulori muherwa ohurera Amakeni kamanika kwa omuchimbe katika buhane cha Mombosa y'urumbeka ya Busia. Nubano na Amakeni kene kano omukanda kwa community action for agricultural development kusabere baria abanyara baberesi obuhonyi ohusirisia erichubo ryabwe eryo burimi. Hawe kaseka no kosi ni karerwa nende banasiama SNS. Kwa majina kwa Kiswahili naitwa Night. Kutoka eneo la Dalangi, na sisi wakazi wa Dalangi tuliona mtu ambao hawatutumii, lakini tunafaa tutumie kama sisi wenyewe ni wakulima kweli. Angalau kuna mafuriko, lakini mafuriko ishaenda, huu ndio kuna hotuba. Na tunataka tutumie hiyo hotuba pia tupate faida ya maji. Baada ya hiyo maji tunataka hiyo faida, lakini tunataka hasa pia tupate wafadhili ambao watatupatia tutumia sisi kuanzia chini tukuje juu. Tusaangalia ulichama na amesema tuna wengine ambao wameingia ndani ya covered. Na sisi wenyewe tumuli shirika lino inaruhonya hata jiloni unanyoda kunuko olime bindu bya
Bunyala West Ward mulala kubemeresi bakafadi saya ba mama abe Bunyala Lise. Mishana Pamela mwe okelo wanyu. Davis. Which bank chini ndio kinyadogo lebarini but interest ya ratio ya kudune ngine harassment ya yo muda raba tiyari muda ya mara ko muda hapa so ko cha kuhala ku barira ni mtaa kwa nyamu akufungura chini kwa kana kuelewa bado kuna pesa fertilizer ya hakuna pesa madidi bali yake fertilizer ho of which hata mkulima wa kawaida huyo niyo danarima lisa na benefita ibintu kama nuri murimi ibintu nanyola kama fertilizer yo at cheap price ibintu kuna ibintu kama cheap pose fresh kudila nende kampuni ile direct kampuni yo imala nicha kwa madori chako kwa ndo wale wanao mundu wa atambao bado wa livestock kuna rafu nyingine wachele pesa lakini wale mpaka ndio wale wa livestock wa Nairobi bado ile bodi ngara ni benefit so wale ndio ku spread the gospel reward na inema ne changa na kusia na bola mbuya kuisi ward sana babuyese mark kaza chairman niso kuisi wo ward uko zilisa mbona chifunia na pesa nako wate wengine chini wale nambwe una barani hadi kange na sawa awe nao habari zenu wote kwa salama. Haya, sasa tunataka kufanya ni kusaidia mkulima wenye kujisaidia sana. Na tunataka tuangaliane ili kama welfare yako kiwe kwa msiba sisi tuko na wewe. Kisha tutembee kwa hii safari. Ndio nini? Nini ndio? Ilikuwa umeshaiwasha? Ni kweli. Mani kuwako leo kwa wangu babari ndremo kwa Elias. Muda mtoa? Hao. Iko sawa. Iko sawa tu. Ulimano ni gari then? Kwa majina naitwa Mark Odia Omondi. Mimi ni mkaaji wa Bunyala sub county na mimi ndio chairman wa KAPAD. KAPAD maana yake? Maana KAPAD ni Community Action for Agricultural Development. So hii CBO imekuja kuunganisha Wamanyala wote sisi kama watu wa Bunyala kulingana na upande wa imekuja kulingana na upande kama wa kulima na pia financial support kwa members ambao kwamba tuko nao ambao tunataka tuone ili mradi hii Bunyala vile inaweza kuwa na mabadiliko. Isikuwe kama kwamba ati mtu anategemea tu kuwa yani fatanga tu yani pengine mtu bila yani kufanya kazi na kazi ndio hii sasa wakati huu.
Oriyo muno omulori muherwa omanyire hare ni sisi mbuha abe sibaringalanga mbwe bikulisina ebyo ndakakoba omwanange ili amede kusirisa richubo ryawe eryo kunyomela maximalize nonaringala bonaringala bikuli biri muchimbe kachikabohana kachumaho bikulisose mumbeka yenwe ohurula mumbeka ya Busia kudakuringalaho esikuli esya Victory Academy esisi inisie omwana obano horere amarebo yanyola max kara kwa nisibwe orera oluyari mudala hakure krese kano mubuchufu Asi nikupatie ya nani? Nikupatie ya pole pole. We celebrate victory. Dibora. Your brother. My name is Johari Oren Treasured Mukasa, and I've got 419 marks in the national exams. I'm very happy, I'm excited, and more than glad to know that my hard work has paid off. I'm also thanking God for all that He has done for me. My dream school was join Alliance High School, and also I'm dreaming of being an engineer, a nautical engineer. So listening to the teachers' advice, consulting the teachers in my weak areas. Mimi ni mzazi wa Oren Treasured Johari Mukasa ambaye amekuwa mwanafunzi hapa Victory Junior Academy na ameweza kupata alama ya 419. Kwangu ni furaha na ninamtukuza Mungu kwa haya yote. Ni Bwana Mungu ndiye ametenda na amekuwa ya ajabu katika machoni petu. Na katika performance yake ndio amekuwa mwanafunzi wa bidii, lakini sikutarajia kwamba atakuwa wa kwanza katika shule hii. Kwa hivyo nimefurahi sana na naomba kwamba Mungu ataendelea kumuinua. Nashukuru walimu sana ambao wameweza kumsaidia, wamekuwa wakutia bidii, na pia amekuwa mtoto ambaye ako self driven, ako hard working, ako disciplined, na namshukuru Mungu kwa hayo. Nisiri kumahua akamarebo huluchi mbwe skuli ohurula mumbeka ya Busia Budalangi constituencies so sinisie simedra kurera kusangala bahumwe mwenda mubweni obabebusi alande headmaster the BOD chairman bosi basangare bawola barikano bosi lise bilai kulo kubera mahua akamarebo hakurekeresiyeho ama kulingale ho karakose kabaniki horehe hurula Budalangi constituency. Teremusha hii. Teremusha. Ndio ino teremusha karatasi. Usipite pita hapo. Majina? Kwa majina naitwa Wandera Laura Akuku. Mi siku ya leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuniwezesha kufika mahali hapa. Kwa maana kama ingekuwa yeye sijui.
Darasa wa umma julikana sana kama Apeli. Mimi ndio mwalimu mkuu wa shule hii ya Sigalame. Nilikuja hapa mwaka 2019 mwezi wa 7 tarehe 4, na mwaka huo tuliweza kupata alama ya wastani ya 260.8. Mwaka 2018 shule hii ilikuwa imepata alama ya wastani ya 241.72. Tulipoingia mwaka wa 2020 tumekuwa na wanafunzi 75. Wanafunzi 75. Nataka kusema kwamba kulingana na marks ya serikali wote wamepita, na hiyo ndio furaha yangu ya kwamba sisi kama walimu wa shule hii tumeweza kupitisha wanafunzi wote. Wa kwanza kabisa akiwa na alama 409, na furaha tena kubwa ni kwamba ni msichana, na huyu msichana wa alama 409 katika kaunti ya Busia ndiye amechukua nafasi ya 6 kwa wasichana wote ambao walifanya mtihani. Kaunti ya Busia. Katika kaunti ndogo ya Samia, kwa wanafunzi 10 bora, shule yetu ya Sigalame imetoa wanafunzi 3. Kwa wanafunzi 3, msichana wa kwanza kabisa katika kaunti yetu ndogo ya Samia, msichana kutoka Sigalame ambaye ni Masi Laura. Wanafunzi 3 kwa hao 10 bora katika kaunti yetu ndogo ya Samia, 3 pia anatoka Samia ambaye ni Griffins Egesa, na 5 atakuwa Alan Onyimbo. Furaha ingine ni kwamba pia tuko na imani ya kwamba shule hii peke yake itapeleka zaidi watoto 6 katika shule za national schools. Mwaka 2019 tulipeleka wanafunzi 2, mmoja akaenda Kakamega High na mwingine alikuwa ameitwa Mombasa Shimo la Tewa. Mwaka huu tuko na hakika kwamba tutapeleka mtoto wa kwanza Starehe Girls Center, ambaye hiyo ndio ndoto yake. Mwingine alichagua Kapsabet Boys, na huyo na Alan Onyimbo ambaye pia ndoto yake, na Griffins alichagua Kakamega High ambaye pia ilikuwa ndoto yake kwenda pale. Pia changamoto nyingine ilikuwa huu ugonjwa ambao umeumiza dunia mzima. Hawa wavulana wasichana sasa wangekuwa wako katika kidato cha kwanza, lakini vile vile kama tungeenda mfululizo tunajua wangepitisha hii max 409. Changamoto nyingine ni kukosa walimu wa kutosha. Shule hii iko na wanafunzi 948 na walimu 13 peke yao. Walimu 13 kwa hiyo namba napata kwamba tuko wachache kidogo, lakini najua serikali itafanya jambo. Changamoto nyingine ni wanafunzi wengi kwa darasa moja. Tuko na wanafunzi zaidi ya 100 kwa kila darasa, apart from class 8 peke yake ambayo iko na 75. Na hapo pia ni changamoto. Nataka kushukuru wale all stakeholders. Nataka kuanza na mheshimiwa mbunge wa area hii ambaye amepea hii shule the administration block tunaona hapa
na pia ametupea darasa lingine huko nyuma ambayo inaweza beba wanafunzi 100 kwenda mbele. Na bado niko na imani ya kwamba ataendelea kutusaidia. Nataka kushukuru the Board of Management. Wametupea nafasi ya kutosha ya kufanya kazi. Kama angetupea nafasi ya kutosha kufanya kazi, basi max kama hii haingeonekana. Nataka kushukuru wazazi wa area hii kwa ule udogo wao na ukubwa wao, wametupea nafasi ya kufanya kazi. Kama angetupea nafasi ya kufanya kazi, vile kazi yetu ingekuwa ngumu sana. Nataka kushukuru one powerful team, na hao ni walimu wangu. Walimu wangu wamefanya kazi ambaye naamini ya kwamba si rahisi sana. Kuna walimu wamekuwa kitoka hapa saa 1 usiku. Wengine wanafika hapa saa 12. Na hata vile nataka kushukuru ya kwamba wamevumilia matusi yote. Lakini haya yote tukipata matokeo kama haya, tunasahau matusi, tunasahau kila aina ya maneno na tunaangalia matokeo. Kwanza kwa wazazi, muzae sana, mlete watoto. Kwa wanafunzi, tuwe tayari kufanya kazi. There's nothing that comes on a silver platter. Kwa walimu, hii ni changamoto. Kupata 400 tumepata. Lakini sasa swali litakuwa tutaendelea kupata. Na nataka kuomba ya kwamba tufanye bidii tuendelee kupea jamii hii kila mwaka, tuwape daktari, tuwape lawyers, tuwape teachers, tuwape engineers. Na hiyo ndio itakuwa furaha yetu. Mimi niliingia hapa about 3 years ago, miaka 3 zilizopita kama chairman bomb. Na vile niliingia hapa, hii shule ilikuwa chini sana. For the last 20 years hatukuwa tunafanya vizuri, lakini kwa Mwenyezi Mungu tukaanza kuimprove kidogo pole pole, tukakuja juu na ndio tukafika hii historia. Wanaona ya kwamba Sigalame imefika pahali tuko, na tuko na furaha, community, walimu, wasasi na watoto wenyewe, kwa sababu kazi mzuri inatoka kwa collective responsibility, watu kufanya pamoja, na ndiyo posa tumefika kufanya vizuri. Naona huyu mtoto wetu msichana anaitwa Laura Akuku amepata 409. Kakuta Griffins amepata 408. Kakuta Alan mwenzangu kama jina langu amepata 403. Na hawa watoto walifanya hivyo kwa sababu sisi wazazi tulikuwa na bidii, walimu walikuwa na bidii, community ilikuwa na bidii, ndio wakafika akafanya vizuri vile walifanya. Hii ni furaha tele. Walimu, tuko na walimu ambao wako na discipline ya hali ya juu sana hapa. Tuko na community ambao iko discipline. Ni 1% or 2% ndio inaweza kuwa hawaelewi mambo ya elimu, lakini the rest 98% wanaelewa mambo ya elimu. Tumefanya mtihani for the last 20 years, tujafanya mtihani tukapata hii marks. Hakuna 400 imekuwa Sigalame kitambo sisi tusalia. Ndio naona tuko hapa na tumesema at least tujulikane ya kwamba Sigalame tuko na steps. Out of 260 minisco ile iliyopita, mwaka huu tumepita tukapata 288. Sio ni kubwa sana? Na hiyo ni mwanzo tu. Ni mwanzo tu kulingana na programu yetu na walimu, board members na walimu na community na wazazi. Hii mwaka next year tutafanya mtihani ile watu watashangaa. Mimi nashauri wasasi ambao walikuwa wamekufa moyo wanafikiria Sigalame imerudi chini. Vile tuko na vile tunaendelea, naambia hii community yote mlete watoto hapa na mtoe watoto wa kuchimba mchanga.
Serikali tusaidie, tutoe watoto kwa kuchimba mchanga na kufanya fishing, kwenda kutafuta samaki, watoto wakuje wasome Sigalame. Sasa tuko laini, tunafanya vizuri, na tutaendelea hivyo. Hiyo ni mwanzo tu, tutaendelea hivyo hizo miaka zinakuja. Unaona hawa watoto wako nyuma yangu, mwenye kupata 403, 408 na 409, wote ni watoto ambao wanatoka kwa familia ambayo haijiwezi. Sasa naomba serikali yetu, hata mhisani yoyote, mtu yoyote anaweza kutoa msaada kwa hawa watoto, tafadhali mkuje muongee na head teachers Sigalame Primary, na atawajulisha wazazi wao ili muwasaidie wafaidike. Hata sisi kama board members tunajaribu kutembea kufika pahali popote tunaweza kupata msaada, na tukipata msaada pia sisi tutasaidia, lakini hasa vile tunatoka kwa hii community, sioni uzito ule tunaweza kupata pesa za kupeleka hawa watu kwa national school. Hatutaki waende Siopot, Bujuanga Secondary School, hataki hawa watoto waende Nyakwaka, hataki hawa watoto waende Ganjala. Tunataka hawa watoto waende Starehe Boys, Kakamega Girls, Kakamega High School na shule zingine zile national school kama Kapsabet. Hatutaki tukae na hawa watoto hapa warudi kwa kijiji tukose kupata manufaa kutoka kwao. Kwa majina naitwa Wandera Laura Achuki. Mi siku ya leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuniwezesha kufika mahali hapa. Kwa maana kama haingekuwa yeye sijui mahali ningekuwa. La pili, nawashukuru walimu wangu na pamoja na wazazi kwa kujumuika na kuhakikisha kuwa nimeweza kufaulu katika mtihani huu. Tatu, haikuwa rahisi. Ingawaje kulikuwa na changamoto nyingi, kulikuwa na gonjwa la corona ambalo limetukumba katika mwaka huu tangia mwaka 2019, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa maana licha ya yote, ingawaje kivyangu mimi sikuwa na vyombo vya mitandao ambavyo ningeweza kutumia katika elimu wakati huo wa corona, lakini kwa usaidizi wa walimu na wenzangu ambao tumekuwa tukijumuika nao kuhakikisha kuwa tunaweza kufaulu, tunashukuru kwa maana katika yote tumeweza kupita na hatimaye tumeweza kufaulu. Ningependa ninapomaliza masomo nikaweze kuwa daktari ili nikaweze kushughulikia watu wote walio na magonjwa tofauti. Mimi nina umri wa miaka 15. Somo nililolifanya vyema ilikuwa somo la sayansi ambalo nilipata alama 84. Alafu nililolifanya vibaya ingaje si sana ni somo la kijamii ambalo nilipata 79. Naahidi wazazi wangu kuwa sitaacha waibike, nitazidi kufanya vyema hata nitakapoingia katika shule za upili na hata mwisho wa masomo yangu. Ninawashauri wanafunzi wenzangu kuwa licha ya kuwa wanaweza kuwa wanapitia magumu, hawana vitabu, hawana vyombo vyovyote vile ambavyo wanaweza kutumia kusoma, wasikufe moyo, kwa maana walimu wetu tulio nao hapa ni walimu wa nguvu, hawatawaacha, wataweza kushika mkono hadi kileleni. Good. Jina naitwa Roba Ikaragai. Mimi ni mzazi wa Laura Kukumasi. Namshukuru Mungu ambaye ametulinda wote, amelinda mtoto Masi. Masi amekuwa mtoto mzuri sana. Masi amesoma, amepitia changamoto nyingi sana katika masomo yake. Hatukuwa na vitabu za kumpa, yani textbook hatukuwa nazo, lakini nashukuru Mungu walimu wamemshika mkono sana, wamekuwa karibu na yeye sana, wamemsaidia kwa kila njia. Masi amesoma kutoka class 1 amefika class 8. Nashukuru Mungu mtihani amefanya na amefaulu.
Kwa hivyo nashukuru serikali ambao wameleta elimu ya bure. Kama haingekuwa elimu ya bure, hakika mtoto wangu hangefika hapo, kwa sababu hatukuwa na fedha za kumsomesha. Lakini serikali ilileta elimu ya bure, ndiposa mtoto wangu amesoma, amefika hapo, tena amefanya vizuri. Mtoto wangu amesoma. Uri mno omulori muherwa wendelala nafu Amakeni kare kabanika kwao mumbeka ya Busia. Nukuendelea na Amakeni kene kano esibera ama obuchuni bubere mmenyi mlala orula Mumbaya Mudembi sublocation Mubudalangi constituency baada yi nyumba yae ohuya ne yire nende bindu byosi ebibere mu nyumba yene ino. Hahule krese kanoko sinikabora ndebana abere barehirwe mdalomo nibabora imbaha yabuyo kulondokana nende ohuya kwene kuno. Kwa majina naitwa Ilimina Nyango Storio. Nilikuwa kwa sambani. Sasa nikasikia kama watoto wanapiga nduru. Nikakuja nikapata kama nyumba imeungua. Vitu zote zimeungua kwa nyumba yote. Hakuna kitu ambacho ilibaki. Mwenye nyumba mwenyewe ni kijana wangu. Na kijana wangu hakuna hapa, alienda baharini. Jina yake anaitwa Freddy Paulo Maua. Bibi yake naye iko Nairobi, anaenda kufanya kazi ya nyumba. Aliacha watoto watano, lakini 3 ndio wako hapa. Watoto walitoa makaa huko nje. Sasa wakaingiza kwa nyumba, na bila ambao waliingiza kwa nyumba wakaenda sambani. Sasa watoto walibaki hapa, watoto wa jirani. Sasa wakaona kama moto imewaka kwa nyumba. Sasa wakapiga nduru. Sasa watu sasa wakakuja hapa. Hakuna kitu ambao waliokuwa hata moja. Tulikuwa tu zote. Kama jana naitwa Makideti Nyango. Tulichoma makaa. Kamaanza kuchoma makaa tukaingiza kwa nyumba. Tukafunga mlango alafu tukaenda shambani. Ndio tulikuwa shambani. Tukaanza kutuita eti nyumba inaungua. Tukaanza kukimbia tukikuja. Ndio tulifika tukachukua kila kitu kimeungua. Nguo zetu, kila kitu kiliingia tu ndani. Baiskeli pia iliungua. Tumebaki tu hatuna nguo, hatuna kila kitu. Tunaomba usaidizi. Niko na miaka 10. Nilichoma makaa. Wakanipatia nipeleke kwa nyumba. Alafu nikapeleka. Alafu nikawacha hapa. Alafu tukafunga nyumba. Tukaenda kwa shamba. Kwa majina naitwa Joseph Ndagwa. Mimi ndiye mzee ya kijiji ambao nilisikia ripoti, nilikuwa nimetoka, nikasikia ripoti ya kwamba nyumba inaungua katika nyumba kwa area yangu, kijiji ambayo inaitwa Mumbaya, sublocation ya Mudembi. Nikakuja nikaona, nikashuhudia. Wakati nikakuja nilijaribu kueleza, kuangalia vitu, nyumba yote makaa, watoto waliweka makaa katika nyumba. Ndio makaa ilifanya ikaungua, nyumba ikaungua, kila kitu, viti, gasi, mavifuria, kila kitu iliungua. Nyumba ilikuwa ya mabati. Kwa hivyo nikajaribu kupigia assistant chief wangu, nikamjuliza jana, anijua, na mimi kama jina mzee wa kijiji naomba wahisani wasaidie jamii hii, sababu hawana mali, hawana mwelekeo, hawana nguo ambazo wako nayo ni ile ambao ya jana. Naomba wahisani ya kwamba wasaidie hii jamii ya Paulo Ngala, sababu mamake yuko nje, baba yake yako baharini, watu wote wako kwa majina naitwa Tom Dori. Niko na miaka 12. Ilikuwa saa 10. Tulikuwa tumekaa huko nyumbani. Tukaona moshi kwa nyumba. Tukakimbia tukakuja hapa. Alafu kuna baba mwingine mwenye anaitwa Cheni alikuja hapa akapiga teke. Ile alikuwa tunataka kuingia akapigana na moto, tukaanza kupiga mayowe. Watu wakaanza kuja. Akapata kama moto imeshika nyumba yote. Vitu iliungua yote, hata hakuna yenye ilibaki.
Auria muno onero muherwa owengangara ya Western Nyota TV kuruhura rakara Amakeni akabanika kwireo mumbeka ya Busia alane imbeka ya Kakamega oringaleho mbwe imbeka ya Bungoma nesina sibere nisiye horehe mumbeka ya Bungoma abamenyi babene imbenga moyo okulondohana nende osimisi wesitima nibabola bari serikali ye imbeka ya Bungoma ihirwa kulipe stima sakira Kenya Power yitiro henge stima sieneso ahurekerese kanoko sinikarara mubuchefu ende muna mapawefwe Wilson Muyanzi nibabola nende abandiki b'Amakeni mu tawuni yewebwe abaholi b'obukhala balabolanga bari tangu company ya Kenya Power ikhalache estima street light siri mu tawuni yewebwe solange kastawe no wifi wanzira khutasakha nebenya serikali ya county ya Bungoma asi wa governor Wycliffe Wangamati ukhunjira kari ndakhwa kishombo balarunga estima ene ili banyare khunyola obulafu. Kwa majina naitwa Juma, mwana bodaboda wa Dina. Kulingana na stima Webuye ilikatwa na tunaomba kaunti ya Bungoma ikaweze kulipa stima hapa Webuye. Kwa sababu hata wana bodaboda mahali tunasimama tukifika kitu saa moja kuna giza tu mahali hapa. Hakuna mwangaza, kuna wizi mingi na ambaye inaendelea. Mimi tunalalamika zaidi maneno ya stima Webuye Dina. Wezi wameanza kutuibia kwa sababu hatutaendelea kuumia na ushuru tunalipa na taa siwaki na taa ziliwekwa hapa flyover walileta sahi hapa. Sasa tujua kwamba walituletea kwamba wezi watuibie kwa sababu watu wanajificha hapa kwa flyover wakitungoja watu. Kama jana walifamia watu wengine hapa hivi wakaibia watu. Sasa tujue kwamba serikali gani yenye tuko nayo saa hii yenye inatulinda kama sisi wanabiashara Dina. Wanatusukuma sana tukate stika, tulipe ushuru wa pikipiki na ile hali hatuna mataa katika street yetu. Hatuna security light. Kenya Power ilitukatia security light. Sisi hapo Webuye Dina hatuna security light. Uchafu imejaa town. Na huku governor na vijana wake huku wanatusukuma, wanataka stika, wanataka kila kitu, wanataka iliali hawatuonyeshi mkono. Ningependa kuomba ya kwamba governor tulikuweka hapo ili utusaidie, hatukukuweka hapo ili upitange hapa na ma V8 zako hizo kufanya maandamano. Hatunako stima hata kidogo. Kuna watu wanatuibia misiko zetu kama tumeenda kwa maana hakuna stima. Kaunti kama imeshindwa kukulipia, watuambie wenyewe, sisi wenyewe tujitetee vile tunaweza kulipa stima, lakini sisi tuko kwa kisa, hatuna maji, hatuna stima. Sasa watusaidie tupate stima. Na waomba baba yetu Wangamati atusaidie stima. Ukitulipia tutaendelesha biashara yetu vizuri. Kwa maana sisi tulikupigia kura, tunataka utusaidie uturudishie stima yetu. Sisi hatuna vile tunaweza kufanya. Tunafanya hivyo ndio watoto wetu wakule. Tunafanya hivyo ndio watoto wetu waende shule. Sasa tukienda kwa nyumba saa moja, watoto wetu watakula aje? Watoto wetu watafaidika aje? Mimi nalalamika kama mwanajua kali. Mimi nikifanya biashara hapa Dina. Kwa nini serikali isitulipie stima na ilituletea stima? County naomba itulipie stima. Naomba county tulipie stima sababu tunafanya biashara tukiwa tunatumia simu ya mkono. Tunaibiwa. Hata saa zingine tunapeana change mingi. Tunaibiwa kupitia kwa change sababu hatuoni. Khandi abakhori bano bobukhala balabolanga bari balakhola maandamano baada ya siku 7 nikabari serikali ya kaunti ya Bungoma yalakhaywa okhurunga ebili ya stima ya street light. Kwa mfano kama sisi viongozi wa Dina tunatoa ilani ya siku 7 kama hawatatengeneza mambo ya stima, sisi tutaitisha mkutano kwa Dina na tutalipa ushuru. Kwa sababu tutalipa ushuru na hali vitu zetu zinaibiwa. Watu wa county government
watu wa ushuru kila siku kwa Dina wanakata ushuru. Itakuwaje sisi tunalipa ushuru na hatuna stima? Tunaishi kwa kiza. Tuliwekewa taa hapa, hatujui tuliwekewa maua ama tuliwekewa nini. Sababu ikifika masaa ya jioni saa hii, mama mboga ndiye anatakana auze mboga zake. Sisi ambayo tunafanyia hapa biashara tuko kwa kiza, tunahofia hata kufanya biashara yetu. Inabidi saa 10 mtu umefunga kazi uende nyumbani na mapato yetu imekuwa chini. Sasa tunalalamikia neno la stima, maji. County government, Mr. Wangamati, kama unasikia, tunakuomba saa utukumbuke. Na sita hatujui zinatusaidia na nini. Tuko kwa kisa, tafadhali governor, tunakuomba kama wafanyabiashara wa Dina. Hatutaki kuchukua tupike kelele soko, hatutaki kufanya maandamano. Kano karetsangaza esikusinditi baada ya serikali ya kaunti ya Bungoma okukhaywa okulipa ekodi ye ofisi ye sub county yewewe yebukwe nende okuchera mwenye inzu yeneyo okufunga elihuba lichirre shughuli tsi ofisi yeneyo okusinjira. Nerpotra ingangara ya Western Nyota okhurula mu town yewewe mu county ya Bungoma esye nshibya omya. MP wakabuchai omwami majimbo Kalasinga abora risende checha bayinisiye okuberesa bari bakoli bemirimo ochirisi arikula rimbe kaeneyo ya Bungoma banaringala kulola kweli sende chino chusirise kile mirimo ama chusirisi hola kile mirimo ekiwani kiberesi bwe baria abantu bujusi bukabohani ohusirisia emirimo kieneko ahora kirasa kana kosi ni karera hula mumbeke ya Bungoma nende muna mahua Wilson Nyanzi. Nauliza stakeholders ambao wana hold pesa ya siku ya leo. Tunaenda kupatia mashule checks ambayo tumerelease today. This is public money. I want Kenyans and public, the owners wa hii pesa ni Kenyans themselves, kindly monitor this money. Contractors, when you are given a kazi unapewa kama siku ya leo hapa Chebukwa 1.1 million. Tunaenda kupeana uko nini PEFA 3 million Luanda. Tumepeana hapo Pongola 600,000. Tumepeana almost, tunapeana St. Anne Sirare 3 million. Tutapeana hapa Luhya 3 million. We are saying hii pesa ikipatikana, I want to see the value for that money. Kama ni BQs imewekwa, kama ni mchanga, mawe, bricks ama mabati, nataka specifications ambazo tumepeana, wananchi wa benefit from this money. Hii ni pesa yao ambayo inakuja na 15% ya ushuru. Si pesa ya mtu yeyote. Imetoka katika national government. Please protect this money. But the Fortunen theorem of the wealth starts with us. It is called Ring 1. After we don't get a contractor on Ring 1, that is Ring 1 means around here. If we have a contractor in Chebukwa, hapewe kazi. If we miss one in Chebukwa, if we get a contractor in West Nalondo ward, hapewe kazi. That is the second ring. The third ring is a constituency. If we miss one here and we miss one in West Nalondo, then we can look for one in Kapchai constituency. You cannot tell me that we can't get a contractor in Kapchai constituency tuende nje ya constituency. That one I don't agree with you. So I'm giving, because it's called CDF. CDF means pesa inatoka Nairobi, ikuje ingie kwa watu yangu hapa, wanunue omena, wanunue ugali, wakijenga nyumba, fundi watoke hapa. That's called CDF. So I'm giving the principal of the school should be giving, I am giving the management of those, I'm giving the CDF office who run this to give the government the value for its money. Kindly let us observe the COVID regulations. Let us also go for the fact, if the vaccination come here, and I want the county government of Bungoma to fast track whatever the vaccine they get to come and give to our people. What I only see is that I also know, and I was saying this on the floor of the house, that is very painful for some of us to go for the injectable vaccines. If the government got some oral vaccines where people could drink, ingekuwa very easy for these people to go. Hata my mother alisema hata haendi, because in her lifetime hajawahi pewa injections. So these things are with those challenges. But kindly let us go for the injections. We get it because COVID is real. Omulori muherwa ndabere nimba hano nende baraga okurula muchimbe katika buhane cha mumbono kuringala rarikula area bamenyi luande lwesitima nenu kuringala county integrated development plan yani karamachubo akarebwa okuhusia chimbe katika buhane ingradala area ya machuba ko karimbe kahusie obumenyi obamenyi oluande olwesitima
lakini bamenyi ohurula mumbeka ya Bungoma babera ndi maoni tofauti ohulondokana nende erikula ya bwero ama erikula eri haire beresa nwe nende chikaunti ya machimbeka chikabohane olwande olwesitima hakurekereseho akaramachubo kabamenyi ohurula mumbeka yenino ya Bungoma. Majina naitwa Andrew Ekesa Kiveu, chairman Webuye. Ni jambo la kushangaza sana kuona kwamba tumekuwa na shida ya street lighting hapa Dina tangu flyover ijengwe. Jana tumeshtukia kwamba watu wa county government wamekuja wakarudisha stima, tukashukuru tukijua kwamba tutakuwa na mwangaza kuanzia jana. Kumbe wametumia mlango wa nyuma kurudisha stima. Leo hii asubuhi tumeamkia kupata kwamba watu wa Kenya Power wamekuja wamekata stima, wametoa mpaka na mita wameenda nazo kwa sababu ya pesa ambazo county government ya Bungoma ichamalizana na watu wa Kenya Power. Tunataka kuomba governor wetu ashirikiane na serikali kuu kuhusu mambo ya Kenya Power hapa Webuye, street lighting sifanye kazi. Walipe pesa na kama ni kurudisha stima walaya sapo na watu wa Kenya Power wenyewe waje warudishe. Isiwe kwamba wanakuja usiku wanarudisha au mchana wanakuja wanatoa. Iwapo kama mambo ya stima itawashinda kulipa, county government ifanye juhudi ilete mambo ya solar hapa Dina. Solar situmike sababu stima ni kama wanasembea kulipa na mambo ya kiza inasumbua hapa. Tutashukuru kwamba sababu stima sasa hizi inafanya kazi usiku watu hakuna. Lakini endapo kafi itapatikana kwamba imeisha, watu waanze kufanya kazi mpaka usiku, tutaanza kuwa na shida ya maafa hapa Dina sababu kiza itakuwa kingi. Flyover imekuja imeleta hapa ile ukuta ambaye hata mtu akisimama upande mwingine hawezi muona. Tunaisi governor tafadhali, na kama itakuwa tafadhali itakuwa lazima tutakuonyesha njia ya kurudisha stima hapa Dina. Haikuwa kwamba wewe ulipie, ni pesa zetu zitatumika kurudisha stima. Kama ni za mtu binafsi mtuambie tuchange. Kama ni mambo ya stika tusilipe, tuongee na wale watu wa Kenya Power, sisi tulipie huko direct stima irudi Dina. La sivyo tunakuja kwa ofisi yenu, yule waziri wa dread atuambie shida ya stima Dina na Webuye kwa jumla shida ni nini. Kama ni pesa lipeni. Watu wa Webuye tunalipa stika kufikia saa hizi, hata kiangalia system sio maswali sasa, ni stima ilipwe, stima irudishwe. Kama sio hivyo sisi kama potapota tutoe mwelekeo wetu. Jina naitwa Douglas Wanyonyi, mimi ni potapota hapa Dina. Sisi potapota wa Dina tumechoka mchezo wa paka na panya kati ya county government na Kenya Power ya Webuye. Hiyo mchezo sisi ikome kabisa. Kwa sababu sisi hapa tunakaa kwa kisa na tayari wametuwekea mataa hapa. Kama hizi taa county government haitatusaidia hii taa sifanye, tutasingoa tusitoe hapa. Tafadhali tunakuomba governor, ingilia kati ili tuelewe. Nyinyi mnaeka taa usiku, mchana Kenya Power inakata. Atuelewi shida ni nini. Hiyo mchezo tumekataa na tumekataa. Tafadhali. Kamino omulori muherwa kurugurera Amakeni kabani kakwire omumbeka ya Bungoma nukuendelea na Amakeni kene kano omulori muherwa karamala koka inisibonde serikali ya kuluru na hanubule wa COVID-19 kakerere baria aberila mambari kanisa area Muslim ama barabarula mulwi bulo olwa Waislamu babere konende okura baro usangafu okulondokana nende amala kokenako akainisibwa nende serikali. Ne muna makwayefu ya muchingendo chiae adahira umanyahari bano balalama bano ba Islamu barinde maoni sina okulondokana ne malako kanisibole serikali ya kulukata kario barine nde Ramadhan Karim. Hakule kesio. Ningependa kuirejelea serikali itupe wakati mwema hiki kipindi cha msimu wa Ramadhani. Kipindi chema na maanisha itupe usalama, isiwe ni yenye kutushurutisha kuifanya ibada ya Mwenyezi Mungu, na ijali maslahi ya wanadamu, haswa hiki kipindi chenye tuko ndani cha msimu wa corona. Hali ni ngumu, waziangalie hizo hali, warekebishe, asituweke masharti magumu ya kusababisha ibada irejee nyuma. Mahu waka COVID-19 ohurula mumbeka ya Bungoma abamenyi ohurula mumbeka ya Bungoma basabirwe mbabaringare karamala ko kailisibone serikali yakulu ohulondokana ende mahu waka curfew ama baringale bikhabere ba curfew ni baringala mala ko kailisibwa aka COVID-19 hakurekresa kanakosi karamu bwichufu ende muna mawayefu Wilson Mianzi. County Commissioner we county ya Bungoma Samuel Kimiti alabolangari serikali alasanga kulondera zaidi
ati amasharti ko khwirindira bulwale bwa corona nienya abamenyo be county ya Bungoma khulonda amasharti karusiwa nende wizara ya bulamu. Bars na hotels zimeambiwa sifuate taratibu za afya. Nasikitika hapa kusema tuna baa 3 hapa. Sinafikiri ni mchezo tuko naye. Wengi wanafuata, lakini hizo baa 3 mheshimiwa gavana wakikosa kufunga saa hii kufuata hizo sheria, county government kwa sababu ndio wanapatiana license, tukiwachika tutapeleka kotini na hiyo license itakuwa cancelled. Hatutaki mchezo. Kwa hivyo tunajua ni 3 na sasa tumeweka kwa darubini. Gavana wa county ya Bungoma albalanga ari bali balanyora khananga n'ebwa wa corona balataskhanga mu county ya Bungoma nienya abamenyo okhwirusia nende okhunyola echanjo y'obulwale bwa corona. Ukiangalia cases vile zimekuwa Busia, zimekuwa Uasin Gishu, everyone kwa hii barabara ya kutoka Nairobi kuelekea Uganda, the COVID cases zimekuwa mingi. Tumeona huu mwaka wa 2021 na nitasoma kidogo numbers to show that cases zimeanza kupanda. Sisi kama kaunti ya Bungoma tumepata vaccination ya watu karibu 12,000. Kufikia saa hizi tumechanja watu karibu 10,000. Tumechanja health workers 2,600. Tumechanja maaskari wetu 566. Tumechanja walimu 2,177 na watu wengine kama mimi raia tumechanja karibu 4,000. Neripoti ng'ang'ara ya Western Nyota okhurula mu county ya Bungoma esie nishibya omyanzi. Mulori muherwa oing'ang'ara ya Western Nyota TV kwendelana nafu Amakeni karaka banika kwa muchimbe kachikabohane cha mumbo nukusiri mumbeka Bungoma sindahamala haba nindirabola hungulwa abana basisimbuha abahore marebo aka KCP ngulu abahola mumbeka Bungoma nekataka rimbeka Bungoma yosisiare ho haba kuduringala ngulwa abana bosirisia kare marebo ama max kare kadahihana bosirisia nende serikali yefwe yakulu imbeka ya Bungoma sijahareho haba umahwa kena ko KCP hawale kresie na nikarero mbuchefu ende Wilson Mianzi. Eskutum county ya Bungoma ti khwareblei muichara lya KCPE omsomi wa khuranga khurula mu county ya Bungoma Samuel Wanyonyi nanyola amaxi 431 okhurula muskulu ya Nzoia primary. Mwalimu sinjire skulu ino Lydia Namisi abendekano ko khbola. Wakati nimeangalia matokeo haya nimeshindwa la kusema, ni furaha imenijaa. Nilikuwa shambani niko napanda mahindi, jinsi mnavyoniona nimetoka shambani na sikutaka kujua, nilikimbia kumtafuta Samuel ili tukuje tusherekee matokeo haya. Asante sana kwa kufika kwenu kushuhudia siku hii. Thank you God and thank you all of you. Lakini ninavyoangalia wanafunzi wengi sana wamezoa alama ya 400. Naye omsomi Samuel Nabola kano nilikuwa tunawatch TV. Alafu hata sikufikiria kama naweza kuwa namba yoyote. Nilikuwa tunajua nitakuwa namba 1. Kwanza nilishtuka kwanza. Nikaenda nikukojoa kwanza. Waliamini nusu, lakini leo nataka kutangaza kwamba Nzoia sasa imeanza kufika mahali ambapo tulitangaza 2019 na tutahakikisha kwamba kuanzia sasa it is only the way up. Nzoia itaendelea kuwa juu, na sisi katika wazazi wa eneo hili tunasema kwamba hii inaashiria mwamko mpya katika eneo lote la Nzoia. Nzoia Sugar Company sponsors 4 schools. Nzoia Sugar Primary Schools is one of them. Na kama kampuni tutazidi kuhakikisha kwamba infrastructure ya shule hii inaendelea kuimprove, na tutazidi kuensure kwamba watoto ambao wanatoka hapa wataweza kupata masomo hakika by providing school fees kwa wale ambao tutaweza kusponsor kwa programs zetu. Nayo eskulu ya Sambu Central iri ewewe yebkwe yesi inyoreble macharaka KCPE
Msomi Uhranga Melvin Wanjala nanyola Amaxi 426. I'd like to thank my teachers for all their hard work, the school for supporting us all through, our parents for giving us the necessary needs and also being close to us. Also our fellow peoples for cooperating with us where we need each other. I'd also like to thank God, because if it was not for him we would not be here. Mwalimu Sinjire Skulino Jofru Buchunju aberndekana okubola. We are so proud as a family of Sambu Central to have achieved the mean that we have got for this year in KCPE exam. We have a total of 377.75. We want to thank God for this mean because it's an improvement from last year's. Nataka pia kushukuru watoto wetu ambao walikuwa number 1. Our best boy got 426, coming second in the whole county. Handi kuchenderere eskulu ya Lugulu Boarding Primary nayo inyore abana 41 abanyore amax zaidi ya 400. Umsomi Uhranga nanyola amaxi 426. Kwa sababu Mungu amelipa kazi nzito ambayo tumefanya. Mungu ametuonekania na akatupatia matokeo ambayo yanafurahisha sana. Haya matokeo kulingana na historia hii shule ndio ya pili. Ya kwanza ilikuwa ni mwaka wa 2008 ambao hii shule ilipata mtoto wetu wa kwanza mvulana amepata alama ya 426. Msichana naye ameongoza na 425. Hii kazi yote ama matokeo haya kupatikana ilikuwa ni ushirikiano wa hali ya juu kuanzia kwa idara ya uongozi hapa shule, mmoja wa kike na mwingine wa kiume, au wamekuwa wakitushauri na kushauri watoto kila Ijumaa. Na ndio maana nataka sina haya kusema kwamba hao wanafunzi wetu na wafanyikazi wa hapa kwa ujumla ni watu wa nidhamu ya hali ya juu. Who will help Kenya's economy to grow. I want Kenya's economy to be the best in Africa. And yes, that's what. And I want to join the University of Harvard in USA. We have sung, and that's. Poi, I'm the parent of Alvan Wanjala Silali. I want to thank God for this particular opportunity that the Lord has granted unto me and my family. I want to thank the church for giving me this conducive environment, the nurturing of my kid. So that groundwork has really helped so much in this development. Eskulu ya St. Joseph's Primary yes nindala to skulu tkhorable hibere nende minsko ya 372.04. Umsomi Uhranga Mskulino nanyola amaxi 418. The candidates, bravo, we are happy. The highest pupil, 418 marks. We have 39 candidates who scored above 400 marks. The school mini score is 372. Is Purity Barasa Namai. I got 418 and my dream school is Mary Hill. Oh, yeah. Standard 8, oye! Oye! I really thank God for this opportunity. I thank God for granting me this great moment that the teachers have helped me.
They have been my best friends. I want to become a plastic surgeon in America. My name is Celseo Orias Sitieng. I scored 416. My dream school is Mangu High. I hope I will be selected to go there. I remember at one time when I started roping, my teachers and parents continued encouraging me. 372 is not a joke. Thank you, teachers. I also continue saying parents, what you need to know is that where there is no money, there is no learning. Nayo eskulu ya Lutacho yesi shirashirwe inyumatawe omsomi ukuranga muistri yeskulu ya neo nanyola amaksi 410. Maritanyi Caleb alala nende abarimu nende abeusi beskulu ya Lutacho balbalanga bari ebidi nende khutegemea nyasaye nkhuchere nibanyola amaksi amali. My name is Maritanyi Caleb and I scored 410 marks. My adorable head teacher, my dear deputy head teachers, my able senior teacher and all presenters, good afternoon. I want to take this golden opportunity to thank God for the grace that you have given unto me. This victory you have given unto me and I have become a winner, and I thank God for the grace. Secondly, I want to thank all my teachers for toiling and moiling, spending sleepless nights, staying with us in class to make sure all ends meet. I thank them and God bless them. Ni Christine Lai, ni mama wa Caleb Maritani ambaye ameongoza katika shule hii na maki 410. Nataka kumshukuru Mungu sana ni kwa ajili ya uaminifu wake katika jambo hili. Yeye ndiye ametuwezesha. Kwa nguvu zetu hatungeweza. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Niko na furaha kwa huyu mtoto wangu mchukuu Caleb Maritani. Amefanya maajabu. Nimefurahi hata kushinda furaha yenyewe. Nimeshindika furaha. Haleluya. Niko na furaha sitakuwa nini nyumbani. Huyu mtoto nampenda, ni mpole. Because this performance came as a result of we start off the lessons as early as 5 a.m. in the morning and end our studies at 9:30. So God has blessed the fruits of our labor. That the work we do is never in vain. The performance of our son here, this boy, you may not realize that he's in school. He's very cool. But he's very keen when you are teaching. Very, very keen. He never appeared among the top. He was not the best at anyone given 30 tests we did. Though he was among the top 5. At times he could be among the top 5, but not number 1. So he has surprised Index 1. I'm sure they are just wondering. Index 1, 2. They expected to be the ones to lead, but he has emerged a leader. The dormitory for boys is already there that can hold a capacity of 108. We want to encourage parents who are here to bring children in boarding. I'm sure this boy, if he was in a day school, he wouldn't have acquired that mark. Jina langu ni Xavier Stati. Nimepata alama 422. Ningependa kwenda shule ya Alliance. Kwa mkubwa ningependa kuwa daktari. Naitwa Orlando, deputy teacher Holy Family Misihu. Nashukuru Mungu kwa ile matokeo ambayo tumepata. Mwanafunzi wa kwanza amekuwa na alama 422 na wa mwisho amekuwa na alama 266. Mini ya shule ni 361.6. Nerpotra ingangara ya Western Nyota ohurla mu county ya Bungoma esie nishibia wa mianzi. Orio muno
muherwa kwendela nafu Amakeni karia akavanka kwire omuchimbeka chikavuhane echa mumbo andi halano ndavoloro rio kulondokera Amakeni kavanike horehe ohurula omuchimbeka chikavuhane cha mumbo ni karero nende ingangara Western Nyota TV umera nese Priska Achuki Western Nyota TV vindu vichenjanga ano niyo